Na mimi niwaalike tufumbe macho tuweze kuomba. Baba mtakatifu, Mungu wetu wa mbinguni, saa imefika ili jina lako litukuzwe. Niliyesimama hapa kukuwakilisha ni dhaifu nisiyefaa kitu. Nijaze neno lako kwa njia ya Roho Mtakatifu, nitakase, nitoe kilichokamilika mbele ya watoto wako hawa. Aliye dhaifu kwa namna moja ama nyingine akapate uponyaji na kuinuliwa juu katika viwango vyako. Tawala ibada ya leo katika jina la Yesu Kristo. Amen. Niwakaribishe katika tafakari ya somo la leo. Linasema kutafuta habari njema. Nimesemaje jamani? Nimesemaje? Habari njema. Pengine kabla sijaendelea na somo niulize swali hili. Ni wangapi katika maisha yao ya kawaida kabisa wanapenda kusikia habari njema? Nyosha mkono. Mungu awabariki sana. Amina. Ninyi ni watu wema sana, na kwa hiyo mikono mmeniruhusu niweze kuendelea na somo. Nilikuwa najaribu kufuatilia katika kamusi kujua kwa yakini neno habari. Unajua kutafuta na njema vinafahamika, si ni kweli jamani? Ukitumia msamiati kutafuta na ile njema, si vinafahamika vizuri? Haujajua chema na kibaya katika maisha ya mpaka umri uliofikia, najua unajua. Lakini kutafuta sio kitu kibaya. Unaweza kutoka mahali ulipo kutumia macho yako, kutumia akili yako kutafuta. Wanatafuta elimu wengine, wanatafuta pesa wengine. Kutafuta ni neno lilozoeleka. Lakini neno habari nikajaribu kutafuta kujua, nikagundua kwamba huenda ukawa ni msamiati katika kipindi hiki cha leo. Kama naandika ili neno habari, wengine wanatumia Kiingereza wanasema news, wengine wanatumia Kiingereza wanasema information. Unapozungumza news au information, inategemeana na unafanya nini ama unajihusisha na nini, ili haya maneno mawili yaweze kutumika, kila neno moja liweze kufaa mahali pake. Lakini kwa lugha rahisi kabisa ya Kiswahili, hili neno linatafsiriwa kama habari. Na neno hili habari limetolewa kutoka kwenye lugha ya Kiarabu. Sema Kiarabu. Sema Kiarabu. Lugha ya Kiarabu, Waarabu ni miongoni mwa wakoloni ambao pia waliweza kutawala nchi yetu ya Tanzania kabla ya muungano wakati ule. Si mnakumbuka jamani? Na walitawala sana, hasa upande ule wa Zanzibar pale, kule kisiwani. Na katika neno hili la Kiarabu wanatafsiri kwamba ni mawasiliano ya maarifa kuhusu matukio ambayo huwasilishwa kwa watu kwa maneno ya kinywa. Huwasilishwa kwa watu kwa maneno ya kinywa, kwa maandishi kama vile magazeti, kwa matangazo ya masafa marefu, kwa mfano redio au runinga au television, ama kwa interneti na kadhalika. Leo kuna mitandao ya kijamii. Wamechukua neno la jumla kwa wakati huo, kabla hatujawa na maendeleo ya Facebook, hatujawa na maendeleo ya WhatsApp, hatujawa na maendeleo ya Twitter, hatujawa na maendeleo ya Instagram, hatujawa na maendeleo ya vitu viko vingi. Sasa hivi kuna TikTok, vinazidi kuongezeka kila kukicha, na nyinyi wenyewe ni mashahidi. Kwa hiyo humo katika vyombo vya kijamii ama mitandao ya kijamii na vyombo mbalimbali, utagundua hata hivyo vinaitwa vyombo vya habari. Si ni kweli jamani? Ni vyombo vya habari kwa sababu ni aina ya vyombo ambavyo vinatusaidia kupata mawasiliano ya maarifa kuhusu matukio mbalimbali ambayo yanaendelea katika ulimwengu wetu. Hiyo ndio maana halisi ya neno habari. Lakini kwa nini nimeleta kutafuta habari njema katika sabato ya leo? Nimeleta kutafuta habari njema katika sabato ya leo ni kwa sababu nimegundua sio tu hivi karibuni, nimefuatilia hata katika historia ya kale, ulimwengu wetu wapendwa unaugua kwa kujaa habari mbaya. Na kwa kweli dunia yetu mpaka sasa imejaa habari mbaya kiasi kwamba hata wasikilizaji wenyewe wanatamani kama siku fulani ingefika wasikie kitu kipya, kitu kingine kinacholeta habari njema. Bwana Yesu asifiwe. Masikio ya watu yamechoka kusikia habari mbaya. Ukifungulia televisheni, katikati ya habari zinazotangazwa, tegemea kusikia habari mbaya. Ukifungulia redio, katikati ya habari zinazotangazwa, tegemea kusikia habari mbaya. Ukifungulia Facebook, katika kupitia taarifa muhimu na habari zote, tegemea kusoma habari mbaya. Unapoenda kununua gazeti ama la Nipashe ama la Mwananchi ama gazeti la Sauti Kuu, ama unanunua magazeti siku hizi yako mengi, yako magazeti ya Majira, yako magazeti ya Nyakati, magazeti yako mengi, magazeti ya michezo. Unaponunua gazeti,
Pamoja na habari nzuri unayoitafuta, tegemea kuona wanakuambia fuatilia habari hii kwenye ukurasa wa mbele, huenda kuna mtu fulani aliyemuua mwenzie. Wapendwa, ulimwengu wetu umejaa habari mbaya. Haleluya. Tunahitaji nini mpaka wakati huu tunaoishi? Vema, mwandishi mmoja alipowahi kuandika, aliandika katika kitabu hiki ambacho nimevutiwa sana na maneno yake. Wale ambao ni wasomaji wazuri wa vitabu wamekuwa wakisoma habari za mtu mmoja anaitwa Ellen G. White. Wangapi wamesikia habari zake? Ellen G. White. Kama mali kusikia mtu anaitwa Ellen G. White. Huyu mtu ni miongoni mwa waandishi mashuhuri duniani. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Na nimeona watu wengi wamempenda sana. Waliompenda Ellen G. White, wengi sana wadau wake ni Waadventista wa Sabato. Na watu wanasema huyu ni nabii wa Sabato, na ndivyo ilivyo, ni nabii. Ila sio nabii wa Sabato, niweke sawa hilo. Ni nabii wa dunia katika wakati wa mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Huyu ni Ellen G. White. Na amepita na kuthibitishwa katika vipimo vyote vya mtu kufaa kuwa nabii katika maandiko matakatifu yanayoitwa Biblia. Kwa kuwa sio somo la leo, hili unaweza kaliweka kuwa swali la kujifunza wakati mwingine, unabii wa Ellen G. White ukoje? Lakini mimi nataka niongelee katika upande wa waandishi. Katika upande wa waandishi, ni mwandishi mashuhuri aliyekubalika vizuri na wanasayansi, aliyekubalika vizuri na wasomi wakubwa wa dunia hii, aliyekubalika vizuri na watu wa imani mbalimbali katika ulimwengu wetu, kwa sababu miongoni mwa mambo mengi sana aliyoyaandika yalihusu matukio makubwa yanayokumba wakati huu wa mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwa hizo ni miongoni mwa sababu ambazo zimenivutia na kunifanya niweze kuchukua vitabu vyake niweze kuvisoma. Huwa nasoma vitabu vingi, nasoma vitabu vya waandishi wa imani tofauti tofauti, nasoma vitabu vya wasomi mbalimbali wenye hekima wa ulimwengu huu. Napenda vitabu vingi vya wanasaikolojia, vya watu wa mambo ya kijamii wanafanya kazi ya kuamsha akili za watu. Nasoma vitabu vingi, lakini hiki ni miongoni mwa kitabu nilichokipenda cha mwandishi huyu, si tu pekee katika waandishi, ila katika ubora wake. Ellen G. White, nabii wa wakati wa mwisho, anaandika katika sura yake ya pili ya kitabu kimoja kinaitwa Kutayarisha Njia sehemu ya kwanza. Kama unaweza pia kutafuta, unaweza kutafuta kitabu kingine kinaitwa Nuru Safarini. Ameandika habari hizi pia kwa sehemu katika kitabu kinaitwa Matukio ya Siku za Mwisho. Lakini katika kitabu hiki kwenye sura hii ya pili anasema, tunaishi katika wakati wa mwisho. Dalili za nyakati hizi zinazotimia haraka hutangaza kwamba kuja kwa Kristo kumekaribia. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Na ni kweli. Hata wewe ni shahidi. Umesikia mchungaji wetu Amni Lucas Kagoma alichokutoka kiongea muda sio mrefu. Sio jamani? Hiyo habari inafurahisha au inasikitisha? Inafurahisha, inasikitisha jamani? Inasikitisha. Vipi, piga picha kama angekuwa ni mtoto wako ambaye ulimpatia mwanaume mwenye akili timamu. Alikuja mwenyewe akasema binti yako nimempenda, natamani kumuoa. Halafu mnaweka na sherehe, halafu mnapokea na mahali, yale mambo yote ya kimila mnafanya vizuri kama inavyotakiwa. Halafu mwisho wa siku unasikia yule uliyemwamini na kumkabidhi mtoto wako mwenyewe uliyemlea ulimfunga nepi mwenyewe. Akina mama, Bwana Yesu asifiwe. Kuna harakati nyingi katika kulea watoto, sio akina mama? Unamfunga nepi mwenyewe, unamnywesha uji mwenyewe, kuna saa aliumwa ukapambana naye hospitalini, unamuokoa unamlelea, anafikisha umri wa miaka 32, halafu mwanaume mwenye miaka 32 na yeye wamekutana wakiwa watu wazima, alimpokea kutoka kwako, anachukua sijui ni mkono, sijui ni kitu gani alitumia, maana taarifa zinasema ya kwamba alimuua kwa kumkaba roba. Sasa sielewi tu kwamba alishindilia namna hii na mkono akafanya nini, sielewi. Lakini nataka uone uchungu jinsi ulivyo. Wewe ni mwanamke mwenye uzazi ambaye umezaa mtoto, halafu kaangalia tukio kama hili limetokea nyumbani kwako. Hivi jamani, tuseme cha ukweli, kama sio Mungu huyu jamaa katokea mbele yako? Ni Wakristo wenzangu tuambizane. Kama sio Mungu huyu jamaa katokea mbele yako kwa jinsi ya kibinadamu, hapa sio mimi tena, nasema kwa jinsi ya nini, akatokea mbele yako, nadhani nini kingefanyika? Nasikia miguno huko na minong'ono. Kuna mtu fulani anasema roho wa Mungu ataongoza hapo hapo, nini nikifanya? Na unaweza kushangaa saa hiyo na roho wa Mungu naye amefanya nini? Amekuondoka, ukashangaa tu roho wa shetani yule muuaji pia amekuongoza na wewe kufanya kitu cha ajabu sana. Acheni kabisa kupoteza uhai wa binadamu. Na jamii yetu, miongoni mwa vitu vikubwa mno na vilivyozagaa katika jamii ni pamoja na kesi za mauaji. Nyinyi wenyewe mnafahamu.
hasa katika miji yetu hii iliyoendelea inachanganyikeni. Mauaji ni mengi mno. Vema mtumishi wa Mungu anapoandika ya kwamba tunaishi katika wakati wa mwisho. Ni kweli kwamba dalili za nyakati hizi zinazotimia haraka zinatangaza kwamba kuja kwa Kristo kumekaribia. Atukuzwe Mungu ya kwamba wapendwa, hivi karibuni tutaingia nyumbani. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Hivi karibuni dunia hii inayotuchosha tutaachana nayo. Hivi karibuni ulimwengu huu unaougua vilio, misiba, magonjwa na habari za kutisha, hakuna sikio litakalosikia habari mbaya tena. Tutaenda kuingia katika mji ambao umejaa taarifa njema, mazuri ambayo neno linasema jicho halitashiba kuona wala sikio halitashiba kusikia, mambo ambayo Mungu amewaandalia wampendao. Bwana Yesu asifiwe. Chagua kumpenda Mungu. Ukweli ni kwamba Roho wa Mungu anaondolewa duniani. Roho wa Mungu anaondolewa duniani. Na ni kweli kwamba anaondolewa taratibu. Huwezi kaelewa kwamba ni namna gani Roho wa Mungu anaondolewa, lakini huwezi kaelewa kwa sababu anaondolewa taratibu. Ila neno linasema ya kwamba utaratibu huo ni utaratibu ambao umejaa uhakika. Anaondolewa taratibu, lakini kwa hakika. Wewe ni shahidi ya kwamba mambo mengi yanayotokea duniani ni mapigo na hukumu za Mungu. Kwa sababu na mtumishi wa Mungu anasema mapigo na hukumu ya Mungu tayari vinawaangukia wenye kuidharau neema ya Mungu. Misiba mikubwa katika nchi kavu na bahari, hali ya machafuko ya watu, habari za hatari za vita ni za kuogofya. Haya yanaashiria matukio yanayokaribia ya mambo makubwa. Unajua, zamani kidogo tulizoea kusikia habari za mauaji katika mikoa ya ng'ambo. Si kweli jamani? Tulizoea kusikia habari za mauaji katika nchi za mbali. Tulizoea kusikia habari za mauaji katika mji fulani. Lakini leo Mungu ameona avute huu kurasa usogee karibu mbele ya macho yako, uweze kuona wewe mwenyewe, ili wale kule nao walioko mbali waweze kuona kwamba wewe uliye karibu unapitia kitu kama hichi. Hatimaye mwanaume anamuua mke wake. Hilo nalo sio tukio la siku za mwisho. Sio tukio la siku za mwisho. Acha zile za kina Putin kule kuuana na kina Urusi. Wale nani kina Putin na kina Ukraine. Acha zile. Acha zile za kule Kongo wanapambana na wale M23. Acha wale. Acha zile za wapi. Mungu ameona aweze kuleta mvuto kwamba hata katikati ya ndoa yako kuna jambo moja kubwa na nyeti mno linalotimiliza unabii wa siku za mwisho linaweza kutokea. Kitendo kibaya kinaweza kutokea kati ya mume na mke, kati ya watoto na wazazi wao, kikaleta hatari kubwa ya kufisha. Wapendwa, ni wakati wa kumtafuta Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Na mwaliko huu Nabii Isaya ameutoa yeye mwenyewe akishukiwa na Roho wa Mungu. Miongoni mwa watumishi walioandika habari njema katika Biblia ninaowapenda ni pamoja na Isaya. Nimeshakwambia kwamba dunia imejaa habari mbaya. Kama ningetaka kuchukulia matukio ama nirekodi matukio ya habari mbaya zinazoendelea katika ulimwengu huu, ukweli ni kwamba ungeishia hapa kutoa machozi, usingekuwa na hamu ya kutamani kunisikiliza tena. Lakini sijaja hapa kukutia moyo kutafuta habari mbaya zinazoendelea duniani. Nimekuja kukutia moyo kutafuta habari njema. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Na ninajua uko hapa kwa sababu unatamani kusikia habari njema. Na uko hapa kwa sababu wewe unahitaji habari njema. Lakini leo kabla ya kupata habari njema, nitakuelekeza kwa mtu sahihi aletaye habari njema. Kwa sababu hata habari mbaya huwezi kuzisikia tu hewani, lazima wawepo wabebaji wa hizo habari, lazima wawepo waletaji wa hizo habari. Habari njema au mbaya inayembebaji ujumbe wa neema na matumaini, unayembebaji ujumbe wa habari njema pia unayembebaji. Ninakutangazia mjumbe mkuu wa matumaini aletaye habari njema katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Nienda kwenye kitabu cha Isaya 55. Nafikiri msomaji wangu umeshafungua hapo. Isaya sura ya 55. Naomba usome mstari wa 5 anasemaje? Mstari wa 5 anasemaje? Tazama, utaita taifa usilolijua. Nitaita taifa lisilolijua. Na taifa lisilokujua wewe. Na taifa lisilokujua wewe litakukimbia. Naomba niwaambie Wakristo wenzangu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Wakristo wenzangu, nimetangulia kusoma hapa ya kwamba hukumu za Mungu zinawaangukia wote wenye kuidharau neema ya nani? Zinawaangukia wenye kuidharau neema ya nani? Ya Mungu. Zinawaangukia wenye kuidharau neema ya Mungu. Kama zinawaangukia wenye kuidharau neema ya Mungu, ndiyo kusema kwamba wote ambao tumekuwa tukisikia ujumbe wa Mungu na kuupuuzia kutokuufanyia kazi, wote ambao tumekuwa tukisikia habari njema na kupuuzia kana kwamba wakati bado uipo saa Mungu ataruhusu hukumu zitupate kwa sababu tumekuwa ni wapuuziaji, hatimaye neno linasema
ataenda kwa taifa lisilomjua, ataenda kwa taifa lisilomtafuta, atawapatia habari njema. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Katika historia inaelekea kwamba Mungu aliwachagua Wayahudi hapo kwanza. Nadhani wote tunasoma Biblia. Na inaonekana kwamba Mungu alichagua taifa la Israeli kuwa taifa lake hasa. Alikuwa ameweka ndani yao ujumbe wa matumaini, na aliwaweka ili waweze kuzaa matunda, wawatangazie walimwengu habari njema, wasaidie mataifa mengine kuwa karibu na Mungu, wale ambao walikuwa wanaabudu miungu, wale ambao walikuwa wamezoea katika kuabudu katika jamii za kipagani wakiabudu miungu migeni. Mungu alichagua taifa la Israeli ili wawe watu sahihi watakao tangaza habari njema za Mungu, watakao upatanisha ulimwengu na Mungu. Waliposhindwa, ndipo tunasikia tangazo hili la Isaya sura ya 55. Mungu anasema, na niliambia taifa lisilolijua, na litafuta taifa lisilolijua. Lakini kuna jambo moja, kabla Mungu hajaliita taifa lisilolijua, kabla Mungu hajaliacha taifa lake, lazima taifa la Mungu pamoja na wale ambao walikuwa wamjui wawe na kitu cha kufanya. Na kitu hicho cha kufanya, wajibu ule ambao taifa la Israeli litakiwa kuufanya, ndio wajibu ambao watu wa Mungu wa mataifa mengine tulioitwa katika zama za Agano Jipya, tulioitwa baada ya Yesu kuja, hapo Israeli walipokataliwa kama taifa, waliposhindwa kutimiza kile Mungu alichokusudia, ndicho kitu kile kinachoshindwa wao yatupasa sisi tuweze kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Unajua Wakristo wenzangu, naomba niwaambie, kuna udanganyifu mwingi ambao unaendelea leo duniani. Watu wanapendwa kuitwa Wakristo, lakini hawapendi kufanya yale ambayo Mungu amewaagiza kufanya. Mmewahi kufanya utafiti juu ya jambo hili? Wanapendwa tu waitwe Wakristo. Mtumishi wa Mungu nashukuru aliweka vizuri mwinjilisti mwenzangu aliyekuwa amenitangulia, ya kwamba katika kitabu cha Isaya sura ya 4 akasema siku hiyo watatokea wanawake 7 watamshika mtu mume namna ngapi jamani? Sikuwepo huko ndani, lakini nilisikia akisema watamshika mtu mume mmoja, nao watasema tutakula chakula chetu wenyewe, tutavaa nguo zetu wenyewe, lakini tuitwe kwa jina lako. Habari mbaya ni kwamba katika dunia ya leo watu wanapendwa kuitwa Wakristo, hawapendi kufanya Kristo. Sikiliza Yesu anaposema, ninyi mmekuwa rafiki zangu kama mkitenda niwaamuruyo. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Anasema Yesu katika Yohana sura ya 15, ninyi mmekuwa rafiki zangu kama mkitenda nifanya nini jamani? Niwaamuruyo. Kama ambavyo taifa teule la Kiyahudi, kama ambavyo taifa teule la Israeli, kama ambavyo wale watu wa kwanza Mungu aliwachagua kama taifa wa watu wake hasa, kama ilipofika wakati akawakataa, ndivyo ambavyo mimi na wewe pia kaji ambavyo tumeitwa, tusipokubali kutenda wajibu ambao Mungu anataka tuutende, ipo saa tutakataliwa. Ndio maana mwandishi anasema ya kwamba mapigo na hukumu ya Mungu vinawaangukia wenye kuasi. Mapigo na hukumu ya Mungu vinawaangukia wenye kudharau neema ya Mungu. Tembea katika mpango wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kubali kutembea katika mpango wa Mungu. Endelea kusoma, anasemaje msomaji? Mstari wa 6 anasemaje? Mtafuteni Bwana maadamu anapatikana. Naomba nikupatie wito katika mchana huu wa leo. Mtafuteni Bwana maadamu anapatikana. Ndio, muiteni maadamu yu karibu. Usiache, muite Bwana maadamu yu karibu. Wakati tunaoishi wapendwa, si wakati wa kujitegemea wenyewe. Wakati tunaoishi si wakati wa kutegemea mali ulizonazo. Wakati tunaoishi si wakati wa kutegemea taaluma ulionayo. Wakati tunaoishi sio kujivunia umri wa miaka ulionayo. Wakati tunaoishi sio wakati wa kutegemea umaarufu wako mtaani. Leo kuna vijana wengi ambao wanaingia kwenye vyumba vya mazoezi, wananyanyua gym kujivunia umaarufu wao, wananyanyua gym kujivunia shepu zao za mwili. Anatengeneza six pack, wadada wengine wanatengeneza makalio, wengine kwa sababu ya uzuri wa urembo. Watu wana majivuno ya kila namna. Sio wakati wa kuyatafuta hayo wapendwa, ni wakati wa kumtafuta Bwana, ni wakati wa kumuita Bwana, sio wakati wa kuita mambo ya ulimwengu yanayopita. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nikwambie, kama wewe ni mrembo wa zama hizi, Yesu alishanikumbusha habari hizi kwenye Luka sura ya 21 ya kwamba walikuwepo hata siku zilizokuwa kabla ya gharika. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anatangaza tu Yesu waziwazi, anasema watu walikuwa wakila na kunywa, lakini hawakuacha hili, walikuwa wakioa na kuolewa. Na kama ilivyokuwa na siku za Lutu, watu hawakuacha kujenga, walikuwa wakipanda na kujenga. Lakini kama gharika ilivyokuja isimwache yeyote, ndivyo ambavyo Mungu alinyesha moto kutoka mbinguni wakati wa Nuhu, haukuweza kumwacha yeyote. Na mimi nina ushahidi huu ya kwamba hata ulimwengu huu
mtaangamizwa, maana Bwana amenena hilo. Unajua fungu la Isaya sura ya 55 ni kiini, lakini naomba uweke hapo alama, halafu nenda kwenye Isaya sura ya 24, kwa sababu Isaya pia ni miongoni mwa manabii wanaotangaza habari njema. Hata katika Agano la Kale, wapendwa, kuna habari njema. Tunapozungumza habari ya Injili, tunazungumza habari njema. Kwa nini habari njema? Yesu Kristo anaongelea katika kitabu cha Mathayo sura ya 24 mstari wa 14. Anasema kabla ya kurudi kwake mara ya pili, sharti habari njema ya ufalme ihubiriwe katika ulimwengu wote, kuwa ushuhuda kwa mataifa, hapo ndipo mwisho utakapokuja. Hii habari njema ni kitu gani? Ndio kile ambacho anakisema Yohana katika kitabu cha Ufunuo sura ile ya 14 mstari ule wa 6. Baada ya hayo nikaona malaika mwingine akiruka katikati ya mbingu, mwenye injili ya milele. Kwa nini injili ya milele? Awahubiri hao wakao juu ya nchi, kwa kila taifa, kwa kila kabila na lugha na jamaa. Akalia kwa sauti kuu, mcheni Mungu na kumtukuza, kwa maana saa ya hukumu yake imekuja. Msujudieni yeye aliyezifanya mbingu na nchi na bahari na chemchemi za maji. Kwa nini malaika huyo anayeruka juu ya mbingu? Kwa nini malaika huyo anayeruka katikati ya mbingu? Ni mjumbe wa Mungu aletaye matumaini, ni mjumbe wa Mungu aletaye habari njema. Injili ya milele ni habari njema. Bwana Yesu asifiwe. Unaposoma Agano la Kale ukagundua kuna ujumbe wa habari njema unatangazwa, hiyo ni injili. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma Agano la Kale tangu kitabu cha Mwanzo, Mungu alihubiri injili kwa wazazi wetu wa kwanza. Hapo katika Mwanzo sura ya 3, wakati wazazi wetu walipoasi, mstari wa 15 kuelekea 18 mpaka 19, Mungu anatangaza habari njema kwa watu wake, lakini Mungu anatangaza hukumu kwa waasi. Habari njema ni njema kwa wanaomwamini Mungu, lakini habari njema ni hukumu kwa wasioamini. Neno la Mungu linapohubiriwa linaleta mambo mawili muhimu katika maisha ya kila mmoja wetu. Yanakuja kukata historia ya maisha ya kila mmoja, yanakuja kuweka upande mmoja hukumu kwa asiyeamini, yanaleta upande mmoja habari njema kwa wanayeamini. Kwa hiyo kila mahali neno linapohubiriwa linaacha watu katika makundi mawili. Wapo wanaoamua kuiamini injili, wapo wasioamua kuiamini injili. Wanaoamua kuiamini injili wanapokea habari njema, wanaokataa kuiamini injili wanakataa habari njema, kwa hiyo wanapokea hukumu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naomba usome kitabu cha Isaya sura ya 24 mstari ule wa 4 na kuelekea wa 6. Anasemaje? Mstari wa 4, tafuteni Bwana maadamu anapatikana, mwiteni maadamu yu karibu. Mtu mbaya na aache njia yake, na mrejee Bwana tena, naye atamrehemu. Dunia hii wapendwa, sio mahali salama. Dunia yetu imejaa habari mbaya, na Mungu hana mpango kwamba tuendelee kuwepo katika ulimwengu huu. Anao mpango madhubuti wa kututoa katika ulimwengu huu, twende nyumbani tukapumzike mahali pasipo salama. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nimekuja kuwaletea habari njema. Isaya 24 mstari wa 4 na 6 anasemaje? Neno la Mungu linasemaje? Dunia inaomboleza, inazimia. Wapendwa, duniani sio mahali salama kabisa. Dunia inaomboleza, inazimia. Ulimwengu unadhoofika, unazimia. Ulimwengu unadhoofika, unazimia. Watu wa kuwa dunia wanadhoofika. Watu wa kuwa dunia wanadhoofika. Tena dunia imetiwa unajisi kwa watu wanaoikaa. Tena dunia imetiwa uchafu kwa watu wanaoikaa. Kwa maana wameziasi sheria. Kwa maana wameziasi sheria. Wameibadili amri. Wameibadili amri. Wamelivunja agano la milele. Wamelivunja agano la milele. Ndiyo sababu laana imeila dunia hii. Ndiyo sababu leo tunasikia taarifa zilizojaa habari mbaya. Bwana Yesu asifiwe. Hao wanaoikaa wameonekana. Ndiyo sababu waliosalia wameonekana kuwa ni wachache tu. Wameonekana kuwa na hatia. Wameonekana kuwa na hatia. Ndiyo sababu watu wanaoikaa dunia wameteketea. Wameteketea. Watu waliosalia wakawa wachache tu. Wakawa wachache tu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Katikati ya dunia iliyojaa habari mbaya, katikati ya ulimwengu pia unaohubiriwa habari njema, lipo kundi la watu ambao wapo tayari kupokea habari njema. Kundi la watu walio tayari kupokea habari njema, maandiko matakatifu yanasema ni kundi la watu wachache sana. Lakini kundi la watu ambao wanafuatilia na kuzifanya habari njema katika ulimwengu wetu ni kundi kubwa mno. Ndio waliotia unajisi, ndio waliotia uchafu katika ulimwengu wetu. Lakini sauti ya Mungu inasema dunia hii itafanywa tupu kabisa. Dunia hii itafanywa ukiwa. Mungu ataitawanya kabisa, ataiharibu na kuwatawanya wote wakao ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Na watakao tawanywa ni wote waliozoea kusikiliza habari mbaya. Na watakao tawanywa ni wote waliozoea kusoma habari mbaya. Na watakao tawanywa na kuharibiwa na Mungu ni wote waliozoea kuketi katika maeneo yenye habari mbaya. Na watakao tawanywa na kuondolewa na Mungu ni wote waliozoea kuzifanya hizo habari mbaya. Usio miongoni mwao mchana wa leo na kupendekezea, chagua kuwa kwenye kundi la wanaotaka habari njema. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Habari njema. Nampenda nabii Isaya.
ni nabii anayehubiri injili. Nampenda nabii Isaya, ni nabii anayehubiri habari njema. Simuelewi vizuri mtu anayesema injili haipatikani katika Agano la Kale, mtu anayesema Agano la Kale lilipitwa na wakati. Wapendwa, Agano la Kale ni miongoni mwa vitabu katika Biblia takatifu vilivyojaa injili, vimejaa habari njema. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Vimejaa habari njema. Na Yesu na Mtume Paulo akilithibitisha hili kwenye kitabu cha Efeso sura ya 2 mstari wa 20, anasema msingi sahihi una mambo makubwa muhimu. Moja, Yesu Kristo jiwe kula pembeni. Mmejengwa katika msingi wa mitume na nini jamani? Na manabii. Yesu Kristo akiwa jiwe kula wapi jamani? La pembeni. Unaposoma Biblia, nikutie moyo wewe uliyoko hapa katika sabato ya leo, unatakiwa kusoma kwanza manabii. Ukisoma manabii utapata uelewa pia kusoma mitume. Ukisoma Agano, ukasoma Injili, umetimiliza kifungashio zima, umetimiliza package nzima, umetimiliza kitu kizima kilichojaa habari njema. Bwana Yesu asifiwe. Shida ni kwamba leo watu wanapenda kupokea habari nusu. Wanataka kusikia tu habari za Yesu anaponya magonjwa. Wanataka kusikia habari za Yesu anayeokoa. Wanataka kusikia habari za Yesu anayetuliza vita. Wanataka kusikia Yesu ambaye ataifanya ndoa yako kuwa nzuri. Wanataka kusikia habari za Yesu atakayeleta uchumi, lakini hawataki kusikia Yesu atakayekusaidia uwe na adabu. Hawataki kusikia Yesu atakayekusaidia kuwa mtii kwa wazazi wako. Hawataki kusikia habari za Yesu atakayekufanya kuwa mtii kwa watu waliokuzidi. Hawataki kusikia habari za Yesu anayesema ukifanya kazi lazima uwe na muda wa kupumzika. Hawataki kusikia habari za Yesu anayesema katika kula nako uwe na nidhamu. Hawataki kusikia habari njema. Wanataka kusikia habari njema kidogo, hapo sikia na habari mbaya kidogo. Kwa hiyo ulimwengu umezoea kudanganyika. Tunaishi katika kizazi kilichojaa udanganyifu. Watu wanapendwa kudanganywa, watu wanapenda habari mbaya. Leo nakualika, karibia usikie habari njema. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anza kupenda habari njema. Unapochukua Biblia hii, ukifungua karatasi ya kwanza, ya pili, nyingine huwa ni ya tatu, utagundua kwamba maandiko matakatifu yaitwayo Biblia, kama yameandikwa hivyo, sio jamani maandiko matakatifu yaitwayo Biblia, yani Agano la Kale na Agano namna gani jamani? Jipya. Kama ulivyo mkono wa kuume na wa kushoto pia. Ukikata mmoja unakuwaje? Ukikata mmoja tunakuhitaji kilema. Unaitwaje? Kilema. Semeni kwa sauti. Ukikata mkono mmoja unaitwaje? Kilema. Unaposoma Biblia unaegemea upande mmoja, wewe kiroho ni kilema. Bwana Yesu asifiwe. Wewe kiroho ni nani jamani? Maana nabii mmoja pia aliwahi kuandika akasema, kwa maana ni amri juu ya amri, tena amri juu ya amri. Huku kidogo na huku namna gani jamani? Unatakiwa kuchota huku kidogo na huku kidogo ndio liweze kutimilika. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na watia moyo. Rudi kwenye Isaya 55. Isaya 55. Naam. Tuangalie panapofuata. Ulikuwa umeishia mtafuteni Bwana maadamu anapatikana, mwiteni maadamu yuko karibu. Mahali pengine anasemaje? Mtu mbaya na aache njia yake. Mtu mbaya na aache njia yake. Na mtu asiye haki aache mawazo yake. Na mtu asiye haki aache mawazo yake. Na amrudie Bwana. Na amrudie Bwana. Naye atamrehemu. Naye atamrehemu. Bwana Yesu asifiwe. Na arejee kwa Mungu wetu. Na arejee kwa Mungu wetu. Haleluya kanisa. Naye atamsamehe. Naye atamsamehe. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Hii ni habari njema. Kumbe katika Agano la Kale kunapatikana habari njema. Kitabu cha Isaya ni kitabu kilichojaa matumaini. Naomba nikutie moyo. Kitabu cha Isaya ni kitabu cha Injili. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kitabu cha Isaya ni kitabu kilichojaa matumaini, kimejaa habari njema. Ngoja nikupatie habari ya matumaini katika kitabu cha Isaya. Kitabu cha Isaya sura ya 35 kinaeleza jambo kama ambalo Yesu aliwahi kueleza. Unajua Yesu aliwahi kueleza kitu kimoja cha msingi na cha muhimu mno kuhusu wakati ujao, ambacho Isaya pia aliwahi kueleza. Unajua wakati fulani nilikuwa namfuatilia Yesu, miongoni mwa sura zake ni Luka sura ya 4, Yesu aliwahi kuzungumza ya kwamba akachukua wale waandishi wa Biblia wanaandika, miongoni mwao ni Luka, anaeleza ya kwamba siku moja Yesu akatoka, akaondoka, akaenda Nazareti hapo alipolelewa, na siku ya Sabato, Luka 4 sura ya 16 na kuendelea, akaingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake, akapewa chuo cha nabii Isaya, akasimama ili asome, akafungua mahali palipoandikwa, Roho wa Bwana yu juu yangu, kwa maana amenitia mafuta niwahubiri wanyenyekevu habari njema, na kadhalika na kadhalika. Na mahali pengine nasikia Yesu sura ya 6 labda ya kitabu cha Marko na ile ya 7 anasema vema alivyotabiri nabii Isaya. Yohana naye anasema alinena kwa kinywa cha nabii Isaya. Kwa nini Isaya? Isaya ni nabii wa matumaini. Kitabu cha Isaya ni kitabu cha habari njema. Kitabu cha Isaya ni kitabu cha Injili. Utakuwa kilema ukisoma Agano Jipya ukaacha Agano la Kale. Utakuwa kilema ukiegemea Agano la Kale ukaacha Agano Jipya. Hivi vinategemeana. Bwana Yesu asifiwe. Amen.
Nimekuja kuwatangazia habari njema. Amina. Unapochukua kitabu cha Biblia ukisoma kitabu cha Mwanzo tu, kama muda ungeitosha hapa ningetakiwa kuwa na nyinyi na majuma zaidi ya 3 na kuendelea, ungegundua ya kwamba katika kitabu cha Mwanzo ni kitabu ambacho kinatabiri habari za Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu cha Mwanzo kinaeleza habari za Yesu. Vitabu mbalimbali katika Biblia mpaka Ufunuo vimeeleza habari za nani jamani? Za Yesu. Hata zile nyimbo za Zaburi unazoziona zimeandikwa zile zimeeleza habari za nani jamani? Za Yesu. Biblia takatifu, Agano la Kale na Agano Jipya, kikumbatie katika maisha yako, kiwe sehemu ya maisha yako. Ni kitabu cha habari njema. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni kitabu cha habari njema. Ni kitabu cha habari njema. Tafuteni Bwana maadamu anapatikana. Naomba usome hapo kama umeshafungua. Kitabu cha Isaya sura 35 mstari wa kwanza anasemaje? Sikiliza habari njema. Isaya anatangaza habari njema. Na nyinyi mkishasoma mtaniambia, je, hii habari ni njema au ni mbaya? Hebu soma wasikilizaji wasikie. Anasemaje? Nyika na mahali palipo ukiwa patafurahi. Nyika na mahali palipo ukiwa patafurahi. Jangwa litashangilia. Kama ambavyo tunashuhudia leo, dunia yetu imekuwa jangwa, imejaa kila mahali. Hivi karibuni nimesikia watu katika mikoa mbalimbali wanalalamika mvua zinyeshi za kutosha, mahindi yamenyauka, wanalia, hali ni mbaya. Hata hapo Ileje karibuni nimeenda Jumamosi iliyopita, nilipita mahindi yamenyauka. Hizi angalau ndogo ndogo sisi tunazipata huku, wenzetu yameshabeba lakini ni kama yanaelekea kunyauka. Kule Iringa ni mahali pa miti na misitu imejaa, lakini watu wanalia mvua zinyeshi. Kama sababu na vikao tunaovikaa ni hali ya mabadiliko ya tabia ya nchi, tukae vikao vinavyohusu hali ya hewa. Kama hiyo ndio sababu ya kukata kwa miti, ni sababu ya kuharibu uoto wa asili. Mbona kule kuna miti lakini mahindi yananyauka, mvua zinyeshi? Hiyo sio sababu. Lazima turudi kwenye sheria ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Watu wametia uchafu dunia, wameifanya dunia kuwa jangwa, lakini Mungu ana mpango bora kwa ajili ya maisha yako. Mungu ana mpango bora kwa ajili ya maisha yangu. Anasema nyika na mahali palipo ukiwa patafurahi, jangwa na mahali palipo tupu pataota tena. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anasema jangwa litashangilia na kuchanua maua kama walivyo. Jangwa litashangilia. Hata hapa mahali ambapo umechoka kulima, unasema hapa yafaa viwe viwanja, nyumba ijengwe. Hapa ambapo umehudumia na chumvi zimechoka, hapa ambapo umejaribu kufanya kila njia uweke samadi imeshindikana, Mungu anasema atapafanya upya tena. Nyika na mahali palipo ukiwa patafurahi, jangwa litachanua maua kama waridi. Hii ni habari njema. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Hii ni habari njema. Hakutakuwa na kununua tena mbolea za chumvi. Hapata kuwepo tena na urea na zile mijingu na mbolea mbalimbali, hata kuwepo tena. Hii ni habari njema. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mungu anatangaza habari njema kuhusu wakati ujao. Ana mpango bora kwa ajili yako. Haleluya. Amen. Hebu mwambie jirani yako, Mungu ana mpango bora kwa ajili yako. Anahitaji kufanya kitu kipya kwa ajili yako. Anahitaji kufanya kitu kipya kwa ajili yako. Lakini na wewe una jambo la kulifanya katika wakati huu wa sasa. Endelea kusoma. Amen. Litachanua maua mengi. Ndio. Na kufurahi. Naam, kwa shangwe na kuimba. Kwa shangwe na kuimba. Litapewa uzuri wa Lebanoni. Utukufu wa Karmeli na Sharoni. Utukufu ule wa Karmeli na Sharoni. Watauona utukufu wa Bwana, ukuu wa Mungu wetu. Utukufu wa Bwana ukiwa juu yao. Ndio. Itieni nguvu mikono iliyo dhaifu. Nami nimekuja kuwatia nguvu ninyi mlio dhaifu. Haleluya. Amen. Yafanyeni imara magoti yaliyolegea. Wale ambao mlikuwa mnalegea katika imani, simameni imara. Yesu Kristo anakuja kuifanya dunia upya. Haleluya. Amen. Waambieni walio na moyo wa hofu. Wale mliokuwa mkiogopa, kimbieni njooni kwa Bwana, tulieni, Yesu anakuja. Haleluya. Jipeni moyo, msiogope. Jipeni moyo, simameni katika imani, hata kama ndugu atakuzuia, yule mume atakuzingira, kubali kufa katika Kristo. Kifo cha sasa ni usingizi, ni cha muda. Yesu Kristo anakuja tena. Ndio. Tazama Mungu wenu anakuja na kisasi. Atakuja kuwalipa wataabishaji wote. Wale wauaji wote watalipwa, wale wadhulumaji wote watalipwa, wale wezi wanaokuibia ndani watalipwa, kila mmoja atalipwa. Tazama Mungu wetu anakuja na kisasi. Jipeni moyo, msiogope. Bwana Yesu asifiwe. Ndio. Na malipo ya Mungu. Atakuja na kuwaokoa ninyi mlioketi hapa. Haleluya. Atakuja kuwaokoa mliokuja katika kuabudu katika sabato ya leo. Haleluya. Amina. Endeleeni kumwabudu Bwana katika sabato takatifu kama hivi. Anakuja kuwaokoa. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Ndio.
ndipo macho ya vipofu yatafumbuliwa. Hata wale vipofu wasioona wamezoea kutembea na fimbo namna hiyo, wanahitaji kiongozi, macho yao yatafumbuliwa. Hata yule baba yako aliyezeeka sasa hivi macho yaona na shida na kufahamu, macho yake yatafumbuliwa. Ndio. Na masikio ya viziwi yatazibuliwa. Wote wanaoelezwa kwa lugha za alama, masikio ya viziwi, ahadi ya Mungu ni kwamba yatazibuliwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndipo mtu aliyekilema atarukaruka. Hata viwete na vilema wanaomba mitaani, wanaomba barabarani, wamekaa jua lao mvua yao, wale watoto ambao tunawazaa wanaitwa wenye mahitaji maalum, watarukaruka kama kurungu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Hii ni habari njema. Na ulimi wake aliyebubu utaimba. Hata aliyebubu atatoa sauti kama wanakwaya. Maana katika nyika maji yatabubujika. Hata kule kwenye ukame unasikia maji hayapo, Tunduma tunakunywa maji yaliyojaa typhoid, hata kuwa na maji ya kutosha. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Lakini kwa bahati mbaya wakati huo kutakuwa na Tunduma. Tutakuwa na mji mtakatifu Yerusalemu mpya. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mungu ameamua kufanya ahadi yake, ahadi iliyojaa matumaini. Mpaka hapo wapendwa, kitabu cha Isaya sio kitabu cha matumaini hicho. Sio kitabu cha matumaini. Cha matumaini. Hii sio injili hii. Ni injili. Sio habari njema hiyo. Wangapi wanafurahi kusikia habari njema? Jiandae, Yesu anakuja. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Yesu Kristo anakuja tena. Amen. Yesu Kristo anakuja tena. Na ahadi hii anaiongezea kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya 21 mstari wa 1 mpaka wa 5 anasemaje? Ufunuo sura ya 21 mstari wa 1 mpaka wa 5 anasemaje? Anasemaje? Kisha nikaona mbingu mpya na nchi mpya. Ahadi hii ni kwa ajili yako unaishi katika zama hizi za siku za mwisho, ni kwa ajili yako unaishi katika kizazi cha agano jipya. Tazama mwisho umeijia dunia na Mungu anatamani kuiondosha dunia hii. Anasema nabii, kisha nikaona mbingu mpya na nchi mpya. Ndio. Kwa maana mbingu za kwanza na nchi ya kwanza zimekwisha kupita. Mbingu ya kwanza na nchi ya kwanza zimekwisha kupita, vitaondolewa kabisa. Wala hapana bahari tena. Hapana bahari, hapana makaburi, hapana misiba, hapana hospitali, wala chochote, wala mauaji. Huwezi ukajenga nyumba ukaweka geti. Hayo mambo hayapo. Ni usalama milele. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Ndio. Nami nikauona ule mji mtakatifu. Unaitwa mji mtakatifu. Yerusalemu mpya. Yerusalemu mpya sio kutoka mbinguni. Utashuka kutoka mbinguni kwa Mungu. Umewekwa tayari kama bibi harusi. Unafanana na namna ambavyo bibi harusi anakuwa amepambwa kwa mumewe, aliyekwisha kupamba kwa mumewe. Nikasikia sauti kubwa kutoka katika kile kiti cha enzi ikisema. Nikasikia sauti kubwa kutoka katika kile kiti cha enzi ikisema. Tazama, maskani ya Mungu ni pamoja na wanadamu. Maskani ya Mungu ni pamoja na wanadamu. Naye atafanya maskani yake pamoja nao. Atafanya makao yake pamoja na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Atafanya makao yake pamoja na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Leo unaishi na mwanaume ambaye hata bajeti nyumbani ya kuachia kutosha. Unaishi na mwanamke ambaye hayupo tayari hata kutandika kitanda wala kukupikia. Unaishi na baba ambaye anachuki na watoto wake. Unaishi na mwanaume aliyeamua kutoroka na kutelekeza familia yake. Hautaishi naye tena. Utafanya makao pamoja na Mungu mfalme wa amani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hii ni habari njema. Tutafanya makao na Mungu. Unajua kuna sawa na ndoa amechoka. Mama inafika mahali anavumilia, baba wewe anageuzia huku, baadaye anasema nisije nikafa hapa, acha niondoke nikaishi mwenyewe. Usidhani wanawake leo wanaishi wakiwa peke yao, wanataka. Mambo ni magumu ndani ya nyumba zimegeuka kuwa magereza. Nyumba zimekuwa magereza. Maana kienda kwa wazazi wanamwambia wewe rudi kwa mume wako. Mama hii leo pamezidi, anakuambia hivyo na mwanzo nivumilia. Mwisho wa siku tunaangulia kama cha jana, hatimaye mtu ananyongwa, ndio unasikia watu wanaongea. Kumbe ilikuwa ni serious. Tungelijua, tungemwambia aondoke. Tulijua kama utani. Kumbe ilikuwa ni kweli. Unasikia watu wanasimulia, alinijia mara kadhaa. Anaongea, hiyo migogoro inaendelea. Alinijia mara kadhaa. Jana tulikuwa tunaongea na mchungaji wangu wakati tupo njiani ule usiku tunakuja kwenye gari. Tukasema inabidi sasa hivi tubadilishe mtazamo. Unakumbuka mchungaji wangu? Tubadilishe mtazamo. Ukiona mtu anakuja anakuambia mchungaji, mwinjilisti, mzee wa kanisa, ndoa yangu ina shida, usichukulie poa. Hizo nyumba ni magereza. Chukua hatua mzazi. Kabla hujauliwa mtoto, chukua hatua. Ukiona mtoto anakuja mara mbili, mama, baba, huku chungu cha moto, mama usichukulie poa. Jaribu kuvaa viatu vyake uone, usichukulie maisha yako kama ndio maisha yake. Wewe ulizaliwa zama zile, yeye amezaliwa zama za utandawazi. Mambo yamebadilika. Tunaishi na majambazi ndani, wa kike na wa kiume. Hali ni mbaya. Tunasubiria nini tena? Tunahitaji habari njema. Amina. Habari njema ni kwamba
dunia sio mahali pa amani tena. Habari njema ni kwamba dunia sio mahali pa usalama tena. Tunao mji udumuo ambao katika huyo Yesu Kristo, mletaji wa habari njema, ambaye tunasimulia habari zake, atatuchukua pamoja naye katika makao matakatifu ya milele. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Huyo ndio ninaeleza habari zake, ambaye Isaya pia katika sura yake ya 53 anauliza swali la msingi ambalo natamani kuliuliza kwako wewe. Je, unapenda habari njema? Kama unapenda habari njema, punga mkono. Mungu akubariki sana. Unatamani kuingia katika makao haya ya amani? Kama unapenda, punga mkono. Una wajibu mmoja wa kufanya. Isaya anauliza swali katika sura yake ya 53, naomba uende ukasome. Hapo utaendelea kusoma katika Ufunuo sura ya 21, utagundua katika mstari wa 3 anasema atafanya maskani yake pamoja nawe, ataishi pamoja nawe. Katika mstari ule wa 4 anasema atafuta kila chozi katika macho ya waliolia misiba, atafuta kila chozi kwa macho waliopigwa na waume zao, atafuta kila chozi kwa macho waliokandamizwa na wake zao, atafuta kila chozi kwa watu wanaoomboleza hawana fedha. Mambo yatakuwa mapya. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kila kitu kitakuwa kipya. Hii ni habari njema. Naomba usome swali ambalo Isaya analiuliza. Ikiwa ndio tamanio lako hilo, je, uko tayari kujibu swali la nabii Isaya, mletaji wa habari njema? Isaya 53 mstari wa kwanza anaulizaje? Anasemaje? Ni nani aliyesadiki habari tuliyoileta? Naulizeni ninyi, nimeleta leo habari njema. Muungano. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Leo nimeleta habari gani? Habari njema. Nimeleta habari gani? Habari njema. Nani yuko tayari kusadiki habari njema? Isaya anauliza swali, mjumbe wa habari njema. Ni nani huyu aliye tayari kusadiki habari njema tuliyoileta? Pastor Kagome, leo tumeleta habari njema. Amen. Tumeleta habari njema kwa wanakwaya. Tumeleta habari njema kwa wanakwaya. Tumeleta kwa habari njema kwa kazangu hapa waimbaji. Tumeleta habari njema kwa kanisa zima na waumini wote waliotutembelea leo. Amen. Ni nani yuko tayari kusadiki habari njema? Punga mkono kama uko tayari kusadiki habari njema. Amen. Mungu akubariki sana. Hii ni ahadi, ni matumaini. Ndio. Na mkono wa Bwana amefunuliwa nani? Ile linaulizwa, mkono wa Bwana amefunuliwa nani? Muulize jirani yako, unadhani mkono wa Bwana amefunuliwa nani? Muulize jirani yako, unadhani mkono wa Bwana amefunuliwa nani? Anasemaje? Mimi niliposoma habari hii nikagundua mkono wa Bwana nimefunuliwa mimi. Ninao wajibu wa kusadiki. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nina wajibu wa kuamini. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Usikubali injili kupite bure. Kubali injili inayopita, kwa kuwa inaacha wengine wakiwa wamehukumiwa na wengine wakiwa wameamini habari njema. Injili inafanya mambo mawili, inakata hukumu na kuleta habari njema, kuhesabia watu haki. Kubali kuwa mikononi mwa miongoni mwa wale watakaohesabiwa haki. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Miongoni mwa watakaohesabiwa haki. Anaulizaje Isaya? Maana alikuwa mbele zake kama mche mololo. Alikuwa mbele zake kama mche mololo. Na kama mzizi katika nchi kavu. Kama mzizi katika nchi kavu. Yeye hana umbo wala uzuri. Hana umbo wala uzuri kama yalivyo mambo ya ulimwengu hata tumtamani. Na tumuonapo hana uzuri hata tumtamani. Hakiki kama walivyo maenisa wa ulimwengu na hawa kina dada wanaotengeneza makalio katika ulimwengu. Hana mvuto huo unaofikiria. Yeye ni wa tofauti, hana umbo wala uzuri hata tumtamani. Je, uko tayari kumsadiki huyo? Na waulizeni swali, mko tayari kumsadiki? Ndio. Havutii kama yule mke wako anavyovutia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Havutii kama yule mume wako anayekupatia matumizi kila siku, havutii. Haleluya. Havutii kama yule bosi wako aliyekupatia kazi, havutii. Je, uko tayari kumsadiki huyo ambaye hana umbo wala uzuri hata kumtamani? Alikuja kwetu kama mkimololo, ndio. Alidharauliwa na kukataliwa na watu. Alidharauliwa na kukataliwa na watu. Na wewe ni mtu, uko tayari kumkataa, uko tayari kumpokea? Ni wito huo kila mmoja upokee moyoni, ndio. Mtu wa huzuni nyingi. Mtu wa huzuni nyingi. Ajuaye sikitiko. Ajuaye sikitiko. Na kama mtu ambaye watu humficha nyuso zao. Watu hupenda kumficha nyuso zao hata wasimuone, wanaona ni kichefuchefu hata kumtazama, kwa sababu wanapenda kuona habari mbaya za mambo ya ulimwengu. Ndio. Alidharauliwa wala hatukumhesabu kuwa kitu. Alidharauliwa na hata hatukumhesabu kuwa kitu kama ilivyo na leo. Ndio. Hakika ameyachukua masikitiko yetu. Huyu mwenye hali ngumu na sura mbaya na mwenye kudharauliwa ndiye aliyechukua masikitiko yetu, ndiye mwenye kutufuta machozi katika nyakati za misiba, ndiye mwenye kutusaidia kupata matumaini katika nyakati za mfadhaiko. Ndiye huyu aliyedharauliwa na watu. Ndio. Amejitwika huzuni zetu. Yeye amejitwika huzuni zako. Je, una huzuni katika maisha yako? Unahuzunikia nini? Ni hali ngumu ya familia, hali ngumu za kiuchumi, hali ngumu za mazingira. Kule shambani mambo yamekuwa vibaya, ulikopa hela, umeamua kulima, hali imekuwa mbaya. Amezibeba huzuni
zako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hii ni habari njema, ndio. Lakini tulimdhania ya kuwa amepigwa. Kuna saa walidhani kwamba amepigwa. Ndio. Amepigwa na Mungu na kuteswa. Wakasema huyu amepigwa na Mungu na kuteswa, sio sisi. Endelea. Bali alijeruhiwa kwa makosa yetu. Lakini sio Mungu, ni wewe mwenyewe, ni mimi mwenyewe. Alijeruhiwa kwa makosa yetu. Alichubuliwa kwa maovu yetu. Alichubuliwa kwa maovu yetu. Adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake. Ile adhabu ambayo tulistahili sisi ikawa juu yake mwenyewe. Na kwa kupiga kwake sisi tumepona. Kwa sababu yeye alipigwa, sisi tumepona. Haleluya. Amen. Je, uko tayari kupona? Kama uko tayari kupona, naomba nikupatie wajibu mwingine. Yohana sura ya 3 aya 16. Hili ni fungu ambalo limezoeleka mno. Na Isaya 53 ni miongoni mwa mafungu yaliyozoeleka mno. Lakini Yohana sura ya 3 aya 56 ina jambo lingine ambalo nataka uweze kufanya. Unajua tuna haki kwa kuwa Mungu alipigwa, alihesabiwa hatia yetu ili sisi tuweze kuipata haki yake. Lakini katikati ya haki huwa inaacha swali. Palipo na haki panaacha swali. Wajibu wako ni upi? Sikiliza wajibu wako. Yohana sura ya 3 aya 16. Hapo kuna hotuba ndefu. Hotuba ambayo Yesu alikuwa anamueleza profesa, alikuwa anamueleza msomi mkuu ambaye alimwendea Yesu usiku. Huyu si mwingine ni Nikodema. Mwalimu mwema, yani pasa nifanye nini nipate kuurithi ufalme wa milele? Anamwambia kwamba usipozaliwa mara ya pili hauwezi kuingia katika ufalme. Akampatia hotuba ndefu, upepo unakupendako, sauti yake mwaisikia, na ndivyo ilivyo kazi yake Roho Mtakatifu. Anakuja kueleza katika mistari ya 14, mistari ya 15 kama vile Musa alivyomuinua nyoka jangwani. Naomba anze mstari wa 13 anasemaje? Mstari wa 13. Anasemaje anzia 13? Wala hakuna mtu aliyepaa mbinguni. Huu ni wajibu ambao Mungu anataka wewe utende. Kama uko tayari kumpokea huyu ambaye alibeba hatia zako, uko tayari kumpokea aliyebeba huzuni zako, uko tayari kumpokea aliyebeba sikitiko lako, uko tayari kumpokea aliyebeba maisha yako, aliteswa kwa ajili yako, alikufa kwa ajili yako, ameleta habari njema. Bwana Yesu asifiwe. Je, uko tayari kumpokea? Kama ndio, una wajibu huu wa kufanya. Mstari wa 13 anzia anasema, wala hakuna mtu aliyepaa mbinguni ila yeye aliyeshuka kutoka mbinguni. Hakuna mtu aliyepaa mbinguni ila Yesu Kristo aliyeshuka kutoka mbinguni. Yaani mwana wa Adamu. Yaani mwana wa Adamu. Na kama vile Musa alivyomuinua yule nyoka jangwani. Kama vile Musa alivyomuinua yule nyoka jangwani. Hivyo hivyo mwana wa Adamu hana budi kuinuliwa. Mwana wa Adamu ainuliwe kwa ajili ya wenye dhambi. Ili kila mtu aminie awe na uzima wa milele katika yeye. Awe na uzima wa milele katika yeye. Kuna ahadi ya uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Ukiamini una ahadi ya uzima wa milele. Haleluya. Amen. Ukikataa kuamini umekataa uzima wa milele. Amen. Hivi ni wangapi wanasema natamani kuamini nipate uzima wa milele? Huo uzima. Amina. Unajua unaitwa uzima wa milele, maana yake ni kwamba ukiwa nao hakuna kufa tena. Yaani baba yako akishakuwepo, mama yako akishakuwepo, mtoto, yaani mnaishi hivyo. Unaona ndugu kama ulivyowakuta wakati unazaliwa, kila kitu unakiona kilivyo ni milele na milele. Hakuna magonjwa, hakuna pilika za kubeba vikapu na uja kina mama twende hospitalini kuona mgonjwa. Unaitwa uzima wa milele. Huyu mjumbe ana ahadi ya uzima wa milele. Amina. Uko tayari kumwamini? Uko tayari kumwamini? Anasema kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu. Kama uko tayari kumwamini, fuata huu wajibu. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu, huu ndio upendo wenyewe. Hata akamtoa mwanae pekee. Hata akamtoa mwanae wa pekee. Ili kila mtu amwaminie asipotee. Ili kila mtu amwaminie asipotee. Sikiliza. Bali awe na uzima wa milele. Sikiliza. Wangapi wanahitaji uzima wa milele? Wangapi wanahitaji uzima wa milele? Amina. Anza kuamini kitu tunachokwambia. Tokea mtumishi wa Mungu alipofafanua vizuri asubuhi, amefafanua hapa maandiko. Wangapi walimuelewa vizuri? Mlimuelewa vizuri? Ukiamini yale umepata uzima wa milele. Lakini ukiyakataa umekataa uzima wa nini? Wa milele. Ukikataa umekataa uzima wa nini? Wa milele. Sikiliza mstari unaofuata kinachokuhusu ni nini? Kama umekataa uzima wa milele, unataka nini? Mstari unaofuata anasemaje? Maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili auhukumu ulimwengu. Hakumtuma mwana ulimwenguni ili auhukumu ulimwengu. Bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Amwaminie yeye hahukumiwi. Ukimwamini wewe hauwezi kuhukumiwa. Asiamini amekwisha kuhukumiwa. Ukikataa kupokea uzima wa milele umekwisha kuhukumiwa, sio kuhukumiwa. Kwa sababu hakuliamini jina la mwana pekee wa Mungu. Hakuliamini jina la mwana pekee wa Mungu. Na hii ndio hukumu. Na hii ndio hukumu nimekuja kutangaza. Nuru imekuja ulimwenguni. Sikiliza msomaji, kama ambavyo nimewaambia, neno linapohubiriwa linaleta mambo mawili. Moja, linaleta habari njema kwa anayeamini. Cha pili, linaleta hukumu kwa asiyeamini. Kwa hiyo kitabu cha Agano la Kale sio tu kitabu cha hukumu, na kitabu cha Agano Jipya sio tu kitabu cha hukumu. Kama ilivyo kitabu cha Agano la Kale ni kitabu cha habari njema, pia ni kitabu cha hukumu. Kitabu cha Agano Jipya ni kitabu cha habari
njema pia ni kitabu cha hukumu. Wale wachungaji na wahubiri wanaohubiri kwamba Agano la Kale ni sheria zinafanya kazi ya hukumu, kawaambieni warudi kusoma upya tena. Waambieni warudi kusoma Biblia upya tena. Kila neno la Mungu lina mambo mangapi? Lina mambo mangapi? Anayelipokea linatangaza kitu gani? Habari njema. Sema habari njema. Habari njema. Anayelikataa linatangaza kitu gani? Linatangaza kitu gani? Agano la Kale ni kitabu cha hukumu na habari njema. Agano Jipya ni kitabu cha hukumu na habari njema. Kwa hiyo ukishika Biblia una fursa mbili, chagua fursa moja, kuhukumiwa ama kupata uzima wa milele. Hiyo ni habari njema. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Wangapi tunakwenda pamoja? Amwaminie mwana hahukumiwi. Asiamini amekwisha kuhukumiwa. Na hii ndio hukumu. Sababu ni nini? Na hii ndiyo hukumu. Na hii ndiyo hukumu ya kuwa nuru imekuja ulimwenguni. Sababu ni kwamba ulimwengu umekuwa ukihubiriwa, nuru inakuja ulimwenguni, na watu wakapenda giza kuliko nuru. Watu wanaambiwa usizini, wanapenda kuzini, hawataki kukaa pasipo kuzini. Si ni kweli jamani? Usichepuke na mke wa mtu. Anaona ni afadhali akachague mmoja achepuke naye kuliko akikaa pasipo kuchepuka. Wewe usiolewe kwenye hizi ndoa za mitala. Anaona bora kaingilia kwenye ndoa ya mtu, yani haipo tayari kukaa bila kuingilia ndoa za watu. Wewe ikumbuke siku ya Sabato itakase, anaona bora achague kwake, anasema eti kusali si kusali tu. Unajua unaweza kaweka siku yoyote, ni ya kwako, lakini umekataa neno, utahukumiwa. Amen. Rudi miguuni pa Mungu. Amen. Leo nakutangazia mtafuteni Bwana maadamu anapatikana. Anasema hii ndio hukumu, maana nuru imekuja gizani na watu wakapenda giza badala ya nuru. Waheshimu baba yako na mama yako. Anasema hiyo mimi naweza nikafanya tu nitakavyo. Unajua wazazi nao wameshapitwa na wakati na kadhalika. Usiue mtu wa Mungu. Anasema haina shida, lakini uzi lazima nikabe roba. Unajua usizini. Wapendwa, watu wanapenda kuchagua hukumu kwa uchaguzi wao, kuchagua habari mbaya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa maana matendo yao yalikuwa maovu. Matendo yao yalikuwa maovu. Maana kila mtu atendaye mabaya, kila mtu atendaye mabaya kumchukiza Mungu. Unaweza kaishia hapo. Naomba nenda fungu la mwisho, kitabu cha Isaya sura ya 56. Haimaanishi kwamba nimeishiwa, lakini muda wetu unaturuhusu kuweka break kidogo, turudi tena baadaye. Bwana Yesu asifiwe. Leo ni siku ya kusikia habari njema. Bwana Yesu asifiwe. Tunaweka break kidogo, turudi tena baadaye. Nenda Isaya 56. Mungu anasema ukiamini unahukumiwa, usipoamini, ukiamini unapata habari njema, unapata uzima wa milele. Usipoamini unahukumiwa. Hukumu inaashiria nini? Hukumu inaashiria sheria ya Mungu ambayo imekuwa ikitufundisha kugundua baya ni lipi na jema ni lipi. Na leo Mungu anatoa tangazo hili kwako. Isaya 56 mstari wa kwanza anasema, Bwana anasema hivi. Bwana anasema hivi, shikeni hukumu. Wapendwa, shikeni hukumu. Haleluya. Mkatende haki. Bwana anasema shikeni hukumu. Mjumbe wa habari njema Isaya kwa neno la Bwana kupitia kinywa cha nabii Isaya, shikeni hukumu, mkatende haki. Hauwezi kutenda haki kama umeacha sheria ya Mungu. Rudi kwenye sheria ya Mungu, utafanya haki. Hata hivyo Isaya akieleza katika sura yake ya 24 mstari ule wa 5 na kuendelea, anasema dunia imetiwa unajisi, imetiwa uchafu na watu wanaoikaa, maana wameziasi sheria. Unapozungumzia hukumu, unainua juu sheria ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Sheria ya Mungu ni habari mbaya kwa mwenye makosa. Sheria ya Mungu ni habari njema kwa aliye mkamilifu. Hilo ndilo neno la Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Isaya anasema, soma. Kwa maana wokovu wangu uko karibu kuja. Shikeni hukumu, katende haki, kwa maana wokovu wangu uko karibu kuja. Na haki yangu kufunuliwa. Haki ya Mungu ipo karibu kufunuliwa, hata walioonewa wapate haki zao, waliodhulumiwa wapate haki zao. Wakati Mungu analeta hukumu, analeta haki yake. Na wewe leo nimekuja kukupatia wito, rudi, shika hukumu ya Mungu, kashike sheria ya Mungu, kubali kutembea katika neno. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Heri afanyaye haya. Heri wewe unapofanya haya. Na mwanadamu yashikaye sana. Wanadamu, tupungiane mikono. Wanadamu, punga mkono kama ni mwanadamu. Yashike sana haya anayosema hapa Isaya. Anasema azishikaye sabato asizivunje. Azishikaye sabato asizivunje. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Waliopaona hapo punga mkono juu. Hiki kitu nakikazia kwa sababu kimedharauliwa mno, kimetwezwa mno, kimeonekana kuwa hakina maana, kimeonekana kuwa kilishapitwa na wakati. Lakini Mungu anasisitiza ili utende haki, zishike hukumu, ushike hukumu, ukatende haki. Heri mwanadamu ayafanyaye haya na mwanadamu ayashikaye sana. Azishikaye sabato asizivunje. Kama ulikuwa
uvunjaji wa sabato, ulikuwa unamkosea Mungu. Ulikuwa uheshimu wazazi, ulimkosea Mungu. Ulikuwa mwizi, ulimkosea Mungu. Ulikuwa mzinzi, ulimkosea Mungu. Hata kama utasali sana, utakesha kanisani, umepungukiwa na neno moja, rudi kwenye sheria ya Mungu, kaishike sheria ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Auzuiaye mkono wake usifanye uovu wowote. Zuia mkono wako usifanye uovu wowote siku ya utakatifu wa Mungu. Ndio. Wala mgeni ambatanaye na Bwana asiseme hivi. Tu asija akakudanganya akasema hivi. Hakika yake Bwana atanitenga na watu wake. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kaishia hapa. Mchana tutakuja kuangalia, mtumishi alishafafanua maana ya sabato na sabato ni juma ngapi. Tutakuja kuangalia sasa namna ambapo tunaweza kuishika hii sabato na namna tunaweza kumpendeza Mungu, tuepukane na hii hukumu. Lakini naomba nitoe wito katika saa hii tunapoelekea mapumziko ya kwamba ni wangapi wanasema nilipungukiwa na neno moja, nilipungukiwa na neno moja, natamani kurudi kwenye mstari, maana nataka kujiepusha na hukumu, natamani kupokea habari njema, natamani kurudi ama kuishika sabato ya takatifu ya Mungu, ama kurudi kuachana na mambo ya uzinzi, ama kurudi kuachana na kutoheshimu wazazi, ama chochote ambacho unaona Roho Mtakatifu anakusadikisha kwamba umepungukiwa nacho. Nipo tayari leo kufanya matengenezo na kutulia na kujiunga na kanisa la Mungu. Nyosha mkono mahali ulipo. Tamani kufanya upya mapatano yangu na Mungu. Nyosha mkono. Mungu akubariki. Mungu akubariki. Amen. Tuwaalike muweze kusimama kwa sababu tunakwenda kufanya ombi. Na ile timu niliambiwa pana kikundi fulani cha uimbaji hapa maalum. Naomba imbeni ule wimbo wa wito. Imbeni ule wimbo wa wito wakati tunakwenda kuitisha wito huu. Sikiza nikwambie. Sikiza nikwambie. Wito huu wa sasa. Wito huu wa sasa ni wito wa habari njema. Na kwa sababu ni wito wa habari njema, ni Yesu Kristo yeye yule aliyeteswa kwa ajili yako. Ni Yesu Kristo yeye yule aliyechukua maovu yako. Ni Yesu Kristo yeye yule aliyesulubiwa kwa ajili yako. Ni Yesu Kristo yeye yule aliyeibeba hatia yako. Anasema kwa sauti ya upole katika kitabu cha Ufunuo sura ya 3 mstari wa 20, tazama nasimama mlangoni na bisha. Kama mtu akisikia sauti yangu na kufungua mlango, nitaingia kwake, nitakaa naye, nitakula naye, nitaishi naye. Anataka kuleta habari njema katika maisha yako. Anataka kuleta habari njema katika moyo wako. Je, upo tayari kumpokea? Je, upo tayari kufanya mapatano naye? Kama ndiyo shauku yako na unasema moyoni mwako, sijawahi kubatizwa, sijawahi kujiunga na kanisa hili, natamani leo niweze kujiunga na kanisa hili, nyosha mkono mahali ulipo. Nyosha mkono mahali ulipo. Nyosha mkono. Mungu akubariki sana. Karibu, piga hatua mbele. Piga hatua mbele. Piga hatua mbele. Ubarikiwe mchungaji. Tuweze kushika mkono na kwenda kufanya ombi maalum kwa ajili yako. Piga hatua mbele. Unasema mimi nimepata shauku kubwa juu ya ujumbe huu. Nilikuwa nimeamua na kuiacha imani. Nilikuwa siwahi kusali mahali popote. Ama nilikuwa na sali kisha nimeacha. Natamani kujiunga na imani hii. Niendelee kujifunza kumtafuta Bwana. Piga hatua mbele. Piga hatua mbele. Kama ni kutoa mashaka kwa Yesu, piga hatua mbele. Mchungaji wako atakushika mkono na pewa zawadi yako. Mungu akubariki, Mungu akubariki, Mungu akubariki. Karibu, piga hatua mbele. Mungu akubariki, Mungu akubariki. Watu wenyewe wasaidieni wageni, wasaidieni wageni. Wapo katikati ya moto kupata maneno, kuchagua uzima ama hukumu. Wanachagua uzima ama hukumu. Huu ni wito ambao unakwenda kuamua milele wako. Unatamani kupata uzima wa milele. Saidieni huyo mgeni aje apate uzima wa milele. Ndiye moyo mgeni aje apate uzima wa milele. Natamani kufanya upya na Mungu. Natamani kufanya maagano upya na Mungu. Karibu pite mbele, usiogope. Usiogope, jipe moyo. Imeambiwa katika Isaya kwamba waambie walio na hofu, jipeni moyo, usiogope. Itieni miguu iliyo dhaifu, yafanyeni imara magoti yaliyorejea. Leo nimekuja kukutia moyo. Ubarikiwe na Bwana dada. Nimekuletea habari njema. Nimekuletea habari njema. Yesu Kristo amezaliwa ili kuokoa. Yesu Kristo alikuja kuokoa maisha yako. Yesu Kristo alikuja kuokoa ndoa yako. Yakuwa maisha yako kwa katika mchana wa leo. Wewe uliyerudi nyuma, wewe ambaye unaabudu hapa kwa mara ya kwanza leo, unatamani kufanya agano na Mungu, unatamani kujifananisha naye, unatamani kufanya maombi kwa ajili yako. Karibu, piga hatua mbele. Piga hatua mbele, usiogope. Piga hatua mbele, usiogope. Unatamani kuendelea kujifunza katika shule ya Kristo. Unatamani kuwa mwanafunzi wa Yesu Kristo. Unatamani kuwekeza kufanya uwiano na Mungu wako. Yatoe maisha yako kwa Yesu. Mtafuteni Bwana maadamu anapatikana. Mwiteni maadamu yu karibu. Mtu mbaya na ache njia yake, arejee kwa Bwana naye atamrehemu.
kituo katika biashara yako. Yesu anatamani kuingia katika kila kona la maisha yako. Kwa nini usikubali kumpokea katika mchana wa leo? Ninakualika leo ni siku ya habari njema. Mpokee Yesu Kristo achukue nafasi katika maisha yako. Mfanye Yesu kuwa wa kwanza katika maisha yako. Yeni moyo. Watieni moyo. Wageni, wenyeji watieni moyo. Shike mkono, sio jambo rahisi kwenda kujitoa kwa Mungu. Sio jambo rahisi kujitoa kwa Mungu. Nahitaji kuomba kwa ajili yako. Jipe moyo, usiogope mama. Jipe moyo, usiogope dada yako. Jipe moyo, usiogope kaka. Kijana, kimbia njoo kwa Yesu. Duniani sio mahali pa usalama. Unawaza nini? Unawaza yule mume uliyemwacha nyumbani aliyekatili? Je, unawaza yule mzazi wako? Unawaza mazoea uliyozoea? Ondoka katika mazoea. Wekeza kwa Yesu Kristo. Anao uzima wa milele. Yesu Kristo anao uzima wa milele. Bado naendelea kuita kwa ajili yako. Roho Mtakatifu anaendelea kusihi. Sikiliza hiyo sauti inayoongea moyoni mwako. Isikie hiyo sauti inayoongea moyoni mwako. Hiyo ni sauti ya Mungu. Ni wema wa Mungu. Unakukuta upate kutubu. Acha kukata tamaa, acha kukawia. Acha kuhojiana na sauti ya Roho wa Mungu. Mama, kimbia uje. Ya duniani sasa imetosha. Mwambie shetani imetosha. Kimbia njoo. Baba, kimbia njoo. Bado Mungu anaendelea kusihi. Bado Mungu anaita. Mungu akubariki kijana. Mungu akubariki kijana. Angalia watu wanakimbilia kwa Yesu. Wewe unangoja nini? Mungu akubariki dada. Watu wanakwenda kwa Yesu. Unangoja nini? Unangoja nini? Kimbia njoo kwa Yesu. Kimbia njoo kwa Yesu. Kimbia njoo kwa Yesu. Je, unatamani kupotea katika ulimwengu huu? Je, unatamani kuangamia pamoja na wale wachawi? Je, unatamani kupotea pamoja na wale wazinzi? Je, unatamani kupotea pamoja na wale makahaba? Je, unatamani kupotea pamoja na wale majambazi na wale wauaji? Wewe ni wa Yesu. Mungu akubariki. Kimbia uje. Kimbia uje. Yesu Kristo anakuhitaji. Wapendwa, duniani sio mahali salama. Yesu Kristo anakuja kuchukua twende mbinguni. Yesu Kristo anakuja kuchukua twende nyumbani. Anasema tazama nafanya mbingu mpya na nchi mpya. Tunafanya makao ambayo mahali pa kwako na pale pa zamani hapata kukua tena. Na kuita wewe uliyekuwa mwadhimisha msabato umerudi nyuma. Wewe uliyekuwa mwadhimisha msabato umerudi nyuma. Naita watu kutoka katika kila kanisa. Naita watu kutoka katika kila kabila. Usione ni shida kubadili imani yako. Maadamu wewe kweli, kimbia njoo kwa Yesu. Acha kuishi kwa mazoea. Neno la Mungu limesomwa hapa, limeleta mambo mawili. Kwa anayeamini ni ahadi ya uzima wa milele. Kwa anayekataa ni hukumu na kupotea milele. Kimbia njoo. Njoo. Roho Mtakatifu anakuita njoo. Roho Mtakatifu anazungumza na wewe kwenye moyo wako. Acha kumwangalia jirani. Naomba kimbia njoo. Kimbia upate kwa salama. Kimbia upate kwa salama. Kabla hujafikia hitimisho la wito huu, kabla hujaenda kufanya ombi la mwisho, nikualike mpendwa njoo. Yatoe maisha yako kwa Yesu. Mungu akubariki. Yatoe maisha yako kwa Yesu. Bado hizi nyimbo zinakusubiria wewe uje. Wito na kungoja wewe ni sauti ya Mwokozi. Glory, jana tunamzika Belala. Sabato iliyopita, Ijumaa iliyopita alikuwa mzima. Aliaga kwamba Jumamosi angeenda msibani. Hakujua angeamka, angekufa kwa sababu hakuwa na changamoto yote ya kiafya. Haujui kuhusu maisha yako. Huu wito ndio kusaidia kufanya maamuzi, kuweka agano na Mungu. Tumetumwa kama wajumbe kwako. Ni nani atakayekuwa tayari kusadiki habari njema? Nani atakayekuwa tayari kusadiki ujumbe wa habari njema? Ni nani atakayekuwa tayari kuamini habari za mjumbe wa letaye amani na kutia moyo? Mcheni Mungu na kumtukuza, kwa maana saa ya hukumu yake imekuja. Mcheni Mungu na kumtukuza, kwa maana saa ya hukumu yake imekuja. Bado nini kule duniani unachobakiza? Unataka ufanye umbea na watu wangapi ili ujitoe kwa Yesu? Unataka uzini na wanaume wangapi ili ujitoe kwa Yesu? Unataka kuzini na wanawake wangapi ili ujitoe kwa Yesu? Unataka ukae vikao vingapi ya kusuluhisha migogoro na mume wako ili ujitoe kwa Yesu? Imetosha. Kimbia uje kwa Yesu. Wewe kijana, kimbia uje kwa Yesu. Hata wewe mwanafunzi, Yesu anakuita. Maadamu wakati unaruhusu, umri unaruhusu, wakati ni sasa. Kimbia njoo kwa Yesu. Nakusubiria wewe, njoo. Njoo. Yesu bado anakuita, njoo. Kimbia uje. Kimbia uje. Isikilize sauti ya Roho Mtakatifu anayezungumza ndani yako. Sikiliza sauti ya Roho Mtakatifu anayezungumza ndani yako. Usipingane naye. Kuna mapambano mawili makubwa ndani mwako. Roho mmoja anakuambia ni kweli, kimbia nenda. Yule roho wa giza na kuvuta nyuma, mshinde huyo roho wa giza. Kimbia tu. Kimbia tu. Kimbia tu.
njoo. Biblia njoo. Mungu awabariki waimbaji. Mungu awabariki waimbaji. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Leo ni siku ya habari njema. Na habari njema imeingia katika moyo wako. Habari njema imeingia katika moyo wangu. Huu ni mwaliko ambao unakwenda kufanya maamuzi makubwa mno kuhusu maisha yako. Ni mwaliko ambao unakwenda kufanya uje utoe hesabu katika sikukuu ya kutisha, ambapo dunia yote itaitwa, kila mmoja aweze kutoa hesabu ya matendo yake, wakati waovu watakapoangamizwa kwa moto, wakati watakatifu na wenye haki watakapochukuliwa wakipaa katika mawingu kwenda kumlaki Bwana hewani. Huu ni mwaliko wa habari njema, ni mwaliko wa matumaini. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama umesita, yumkini umeona ni shida kujitoa hapa mbele, naomba nikutie moyo. Tutakapokuwa tunaendelea na ombi, yatoe wakifu, yaweke kikamilifu maisha yako kwa Mungu. Haujui ya kesho, hatuelewi wapendwa. Nyakati tunazoishi ni za muhimu na nyeti mno. Matukio yenyewe yanatuashiria kabisa ya kwamba duniani sio mahali petu. Endelea kuzungumza na Mungu. Nitakuwa kama mchungaji Kagoma atashirikiana hapa kuomba. Taomba baraka kwa ajili ya watoto hawa waliojitoa. Taomba baraka na kufanya maamuzi kwa yule anayesita. Tutaomba baraka kwa ajili ya kutano lote ambalo limehudhuria leo katika ibada hii. Nikualike pastor uchukue mic. Tutakwenda kufanya maombi maalum kwa ajili ya watoto wa Mungu hawa. Na tunapokwenda kufanya maombi haya, nitoe tena wito. Nani anayesema nina shida fulani muhimu ambayo siwezi kuitaja? Wewe unaijua. Nyosha mkono kwa imani. Unahitaji Mungu atende. Nyosha mkono. Unahitaji Mungu atende. Mungu akubariki. Mungu akubariki. Mungu akubariki. Mungu akubariki. Ni swali mpite mbele. Hapo ulipo, endelea kumimina moyo wako kwa Yesu Kristo. Nitaomba na mchungaji wetu wa mtaa ataomba, tuyakabidhi maisha yetu kwa Mungu. Duniani sio mahali salama, pamejaa habari mbaya. Tuna habari njema ya kwenda kurithi makao yasiyoharibika. Bwana Yesu asifiwe. Tuombe. Baba mtakatifu, Mungu wa mbinguni, litukuzwe jina lako mchana wa leo, maana umeona ni vema utufunulia hazina hii iliyostirika katika neno. Amen. Asante kwa zawadi ya Roho yako Mtakatifu, kwa sababu umekubali tuweze kuyaelewa haya. Umeleta mambo mawili katika maisha yetu. Umeleta uzima wa milele kwa anayeamini. Umeleta hukumu kwa asiyeamini. Mbona kuna mtu fulani shetani ameendelea kumkawiza, anaendelea kufanya moyo wake kuwa mgumu? Leo kama ilivyoandikwa katika kitabu cha Ibrania sura ya 4, kila anayesikia sauti hii asifanye mgumu moyo wake. Baba, ingia katika vilindi vya moyo wake. Kamsaidie kufanya maamuzi. Najua ni shida mno kujitoa, kukataa ulimwengu, kujitoa, kuyaacha mambo ya kale tuliyozoea na kuamua kufanya maagano na wewe. Maana tulishafanya maagano na ibilisi. Mkemee shetani asiendelee kushikilia kwenye vifungo vyake. Tufanye maagano tuweze kujifunza katika shule yako. Amen. Naomba ahadi ya msamaha wa dhambi kwa ajili ya kila aliyekukosa. Kila mmoja ameonyesha mkono, ishara ya kuonesha kwamba hafai kitu. Kwa kuwa ni wewe uliyejeruhiwa kwa makosa yetu, ulichukuliwa kwa ajili yetu, uliteswa na ukabeba hatia zetu. Leo kubali kutusamehe na utufanye upya katika jina la Yesu Kristo. Mikono mingine imenyoshwa. Kuna watu wenye shida mbalimbali. Mimi ni miongoni mwao, mchungaji ni miongoni mwao, wazee wa kanisa ni miongoni mwao. Kwa ajili ya kanisa hili, wote tunakutanika hapa, kabebe madhaifu yetu, kabebe huzuni zetu, kabebe masikitiko yetu. Kama ni shida za uchumi, Baba kazimalize katika juma hili. Kama ni shida za umaskini, Baba tusaidie kubariki kazi zetu. Kama ni shida za magonjwa, Baba nenda kalete uponyaji. Ni shida za kifamilia, kalete amani katika ndoa. Baba, kama ni shida za ada za watoto, tusaidie Mwokozi. Wengine ni shida za kutamani kujenga, kawasaidie. Mwingine ana dhambi fulani na mzigo mzito katika maisha yake, anatamani kuuacha. Katushindie kama ulivyotushindia pale Kalvari. Amen. Baba mwema, tunailisha vipindi hivi katika masaa haya. Tutarudi tena jioni kuweza kuendelea. Tupatie tumaini katika ahadi za neno lako. Tuandae hata siku ya kuja kwako. Tumishi wako atakapokuwa naomba mchungaji, na yaomba maombi haya yote yaungamanishwe mbele ya kiti chako cha enzi. Katende, maana ndiwe Mungu utendaye mambo makubwa ya ajabu na ya kushangaza kuliko zaidi ya elfu ya unayo. Asante maana umetenda. Asante maana umesikia. Upo nasi katika maisha yetu kama ulivyoahidi. Nitakuwa pamoja nani siku zote hata ukamilifu wa dahari. Tumeomba haya katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Baba yetu Mungu shujaa, Mungu wetu unayetupigania kila wakati, asante kwa mibaraka tele ya mvua uliotupatia siku ya leo.
Asante kwa mibaraka ya chakula cha kiroho kupitia kwa mtumishi wako ulichotupa siku ya leo. Jina lako litukuzwe sana. Baba Mungu wa mbinguni, Baba wa milele, kila mmoja aliyesikia neno lako ninamleta mikononi mwako. Simama upande wetu Yesu, usituache. Hata wale wanaohisi katika miili yao wanaumwa, ninakemea magonjwa yao kwa mamlaka ya jina lako Yesu Kristo. Hata wale waliopagawa na mapepo ya namna mbalimbali, ninayakemea mapepo hayo, hayana nafasi katika kanisa la watu wako mchana wa leo. Baba, waliokata tamaa katika familia zao, na ndio maana na mtumishi wako amewaleta miguuni pako, ninakuomba Yesu, kawashike mkono, kawape faraja tena, kawaimarishe tena, kawasimamishe tena, wavushe tena, wainue tena, wape nguvu tena, wajalie uwezo tena kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Wakati wengine wote wakiendelea kufumba macho, inawezekana mpendwa uko hapa, neno la Mungu limehubiriwa na wewe unatamani kusalimisha maisha yako kwa Bwana. Unatamani kutembea kuja mbele kama wengine walivyotembea. Kitendo cha kutembea ni kusalimisha yote ulionayo kwa Yesu, na unaamua kusema uko tayari kumcha Bwana na kuitunza sabato takatifu kama inavyoamuliwa na Mungu kwenye maandiko. Nikuombe, wakati wengine wamefumba macho, tembea uje uungane na watu wa Mungu hawa. Wewe fumbua macho mahali ulipo, wakati wengine wamefumba, tembea uje ukutane nao hapa, tuje tukuombee tena, tutiane moyo, tusafiri salama, tukapumzike mbinguni kwa Bwana. Endelea kutembea, kama upo tembea uje uungane na rafiki zetu hapa. Unaweza kuwa ni baba, ni kijana, ni mama, ni dada, moyo unakusukuma, tembea uje uungane na rafiki zetu mahali hapa. Tembea uje. Baba Mungu wa milele, Mungu mtakatifu, wewe unayejua kubariki na kutakasa, kusanyiko lote mchana wa leo ninaliweka mikononi mwako kwa utakaso wa pekee. Chakula tutakachokula cha kimwili ukitakase kwa jina la Yesu. Chakula cha kiroho ulichotupatia endelea kukizungumza katika akili zetu. Mtumishi wako Kikoti, mpatie nafasi nyingine aseme nasi kwa ajili ya upendo wako, kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Bwana wabariki sana.